To the black and white segment where we look at matters social, and they're either black or white. They're and either today black it and is white. very gray. Yeah, it's very gray. And in 1999, a woman made her way to the Kakamega General Referral Hospital, and she was expecting to give birth to triplets. But later on, after her CS, she was handed two girls, whom she named Melon and Mavis. But then 20 years later, things have taken a strange twist. And there is a third person who now is identical to one of the sisters, but has lived her life knowing that she was she was a girl in a different family. But that, of course, brings in a twist. And the question, of course, is, were they separated at birth or not? Elvis Kosgei now joins us from Eldoret with the three of them and would like to delve more into what they have to say, from Kakamega. And let's listen into their story and where they are today and possibly what their plan is. Thank you very much, Mike. We are coming to you live from Likuyani Sub-County. This is in Fafaro Market, Kakamega County. We'll be engaging, on my right, we have Sharon Mathias. She's a young lady hailing from Kangemi and also a Form 4 student at Shikoti Secondary School in Kakamega County. On my left, we have Melon Luteño, also a secondary student. We am told that she's in Form 4, of course, sitting for KCSE this year. And also we have Mavis Imbaya, the other triplet. We are told that they are born together at the Kakamega General Hospital, now Kakamega County Hospital in Kakamega County. I'll be also interviewing Rosemary Cavalieri. She's the mother of the twin sister, or the identical sisters here. And also on my far right, we have Richard Mandevu. So he's the father of the Melon and also Sharon Mathias. But labda nianze na, najua kwamba sura zenyu kidogo zinafanana na itakuwa vigumu kutofautisha, lakini kwa kufikia sasa kidogo naweza kujua kwamba wewe ni Melon. Kwa hiyo Melon, tunataka tu kwa kidogo tu utupe historia yako, ulianzia wapi shule ya msingi, na baadaye ulikuja wakati kwenye maisha yako uliishi ukijua kwamba dada yako ni Melon. Kwa majina ni Melon. Nilisomea St. Primary School na nilifanya KCP na nikapata marks 313. Nikaitwa St. Teresa's Koibarak in Marakwet, nikajoin huko Form 1, but nikakaa huko only one term. Nikamwambia my dad sitaki hiyo shule. Venye alinitoa hiyo shule akanipeleka shule yenye Mavis anasoma Kimoson in Cherengani. Nikasoma huko Form 1, term 2 and term 3. Nikasoma na Form 2. Venye nilifika Form 2 term 3 nikamwambia my dad sitaki hiyo shule. My dad akaniambia nivumilie hiyo shule, atanitransfer. So venye nilifika Form 3 akaniambia atanitransfer, ananipeleka boarding. So boarding alitaka kunipeleka ilikuwa Shikoti Girls. But nikamwambia nimetoka boarding tena unataka kunirudisha boarding. Sitaki boarding, nataka day school. So my dad akaniambia miss another option, it's either you go to Shikoti Girls or you go to the day school that you choose. Nikamwambia I want to go to Friends Secondary School Kongoni. Napo ndio pali babangu alinipeleka, napo pali ndio niko sahi. Na at Kongoni Friends Secondary School, they offer a lot of activities. For example, tuna participate kwa music, dramas, poems, tunaenda hadi public speakings. So mi venye nilienda Kongoni nilijoin journalist club, na pia at the same time nikajoin club ya music na drama. So nika participate kwa music and drama festival. So tulikuwa kwa practice, alafu during April holiday venye nilikuja home nikaingia Facebook. Venye niliingia Facebook nikapata a new friend request, na hiyo name alini friend request ilikuwa a like. So nikashanga, who is this that is like tunashare the common name in Facebook. Nikaangalia anajiita Melan Queen Willis na mimi najiita Meloni Queen Willis. So nikataka kujua who is this. Sasa venye nikamacceptia friend request yake, akaanza kuniuliza maswali. Who are you? At the same time mimi namuuliza, mimi ndio nafani kuuliza hiyo swali. Ananiuliza mbona unanifanana? At the same time namuuliza na wewe mbona unanifanana? So akanikasirikia, akaniambia pepo. Venye aliniambia hivyo na mimi nikamwambia jini wewe. Akanikasirikia, hakunichatisha tena, akatoka, akaingia inbox.
Akarudi inbox akaniambia nimwambie mimi ni nani, nikamwambia I don't talk to strangers. Nikaacha hivyo, siku chat na yeye tena, nikarudi shule. So term 2 tulienda music. Venye nilifika music, it was held at Chavakali Boys. Ma students wa shule zao wakakuja wakaniuliza if I have a twin sister. So mimi I know I have a twin sister ambaye ni Mavis, na venye waliniuliza kama I have a twin sister, nili accept. So wakaanza kunifurahia, wanataka wakae na mimi juu wamekutana na twin sister ya Sharon, but yet mimi nilikuwa najua wana refer Mavis. Wakaniambia tunafanana, nikamwambia no, my twin sister is very brown na mimi ni mdaki hivi. Wakaniambia no, I have a twin sister mwenye ni exactly mimi, hadi kuongea, hadi kucheka, hadi kila kitu is like tunafanya the same. So mimi nikakuwa surprised, who is this? But sasa nikawatoroka. Then tukarudi the following day Chavakali, wakanirequest wakaniambia Matias amesema nipige na wao picha na nimpeleke namba yangu na kila kitu yangu yenye niko nayo. By then venye nilijua hivyo nilichange number. Sasa ana request nimpe namba yangu yenye nimeenda na ndani. Nikawaambia I'll give you my number but I will not take photos with strangers. Koja kwanza. Wakati labda unamtumia ule ujumbe, mulikuwa mkiwasiliana kwa muda gani? Tuliwasiliana during that April holiday peke yake, then tukafungwa shule. But sasa venye nilirealize it's like ananisumbua, I changed my number. Sasa venye nilichange namba yangu, alikuwa anatry kuniget but hawezi ni get. Sasa ndio akarequest wanafunzi wa shule yao wakuja waniambie nimpatie namba ingine. So nikapatia hao wanafunzi namba, na venye niliwapatia namba wakarequest nipige na Sharon, nipige picha na wao wapeleke Sharon ajione. So mimi nikakataa, nikamwambia siwezi piga photo na strangers. Kama Sharon anataka kuniona na if one day tutamit, it is possible one day tutamit. Na nikakataa kupiga nao picha but I gave them my number. Venye nilifika home I again changed my number. Nikaka then shule yetu top 10 walikuwa wameparticipate vizuri, but that time top 10 walikuwa boys peke yao. So walienda Moose University. Venye walifika huko wakaona Sharon pia alikuwa among the watu wameperform sana, alikuwa pia huko Moose. Sasa azini wakitry kumuona, nikawa naona Melon wanataka kumuendea, but Sharon anawatoroka juu is like ni wavulana ndio wanamwangalia. Sasa akatoroka akaenda kwa buzz. Sasa venye mimi nilikuwa shule, boys wa shule yetu wakakuja wakaniambia Melon tumekuona. Nikamwambia mmeniona aje ilhali top 10 mlikuwa boys peke yake, girls hakuna hata girl mmoja ameenda. How comes mmeniona? Nilibaki hapa shule na hata mnaweza uliza class teacher. So venye walienda kuuliza class teacher wakamwambia nimekuwa shule, but waka keep insisting I have someone who looks like me. So hiyo story kaisha. This year kulikuwa na science congress of which tuliperform poa, tukaenda county competition. County competition was held in Bulimbo Girls. So class cha wangu alikuwa among the teachers mwenye anapeleka watu wana compete kwa hizo competition. Sasa venye ako huko, at that time mimi nilikuwa sick, nilikuwa home, sikuwa naenda shule. Class cha wangu Mr. Nikanori Ochango akakutana na Sharon, na at the first sight venye alimwona akumuita Sharon, alimuita Melon. Akamuuliza all the time tumejua wewe ni mgonjwa uko nyumbani, yeye tumetransfer. Ungekuja kutuambia unataka transfer letter, tukupatie transfer letter ukuje hii shule vizuri. So Sharon alikuwa anashangaa huyu mwalimu anaongelelea nini? Anajaribu kumwambia I don't know Melon but the teacher is really insisting. Naam, shikilia tu hapo kidogo Melon. Wacha tusikie vile upande wa Sharon upo. Sharon Mathias, naelewa kwamba umelelewa mtaa wa Kangemi, kaunti ya Nairobi, na vile umeweza kuishi kwenye maisha yako ukijua kwamba labda hauna dada ambaye ni pacha. Tupatie tu experience yako kidogo, alafu baadaye tutaweza kujua mlikutana kivipi. Mimi nimesomea Nairobi, my primary school. Nimesomea New Kiumbwini na my KCP niliattain 317 marks. Nikachaguliwa shule mbali zenye zilikuwa Nairobi, but sasa mimi mamangu aliniambia mimi siwezi somea shule za Nairobi High School kwa sababu anataka ni achieve dreams zangu, na naona nikisomea Nairobi sitaweza kuachieve. But shule nilikuwa nifaa pelekwe, niliona watu wengi wameachieve dreams zao, but maybe God alikuwa na reason kwa nini alitaka nisomee Western. Sasa nikaulizwa the only school naweza kuja, nikachagua Shikoti Girls. Kukuja at first at Shikoti Girls nilikuwa nimekataliwa, nikashangaa how comes nikiangalia kwa list kuna watu wako na 250 wana acceptiwa na mimi niko na 317. Kuna
secretary ananiambia mimi ni mtoto wa Nairobi na nataka kusumbua pesa za mzazi sitasoma. Nikona mama ame give up ananitafutia shule nyingine, but mimi nilitoka mwenyewe nyumbani nikaenda Shikoti Girls kuinsist nataka Shikoti Girls. Secretary akaniambia mimi namsumbua, nikamwambia na insist nataka Shikoti Girls na before nitoke form 4 utajua reason as to nataka Shikoti Girls. So wakani accept, wakanipea letter, nikakuja nikajipanga nikajoin Shikoti Girls. Kujoin Shikoti Girls toka tukiwa form 1 imekuwa shule ya kutu expose, kutuonyesha what is left. For example, mkiperform exams ama mkiwa na any activity yenye ina contain kujulikana na shule zingine, pia hao wana to include pia si tujue what the other girls are doing outside ama what the other schools are doing outside to perform, so that pia sisi to copy the same. So mimi wanafunzi wa shule yetu maybe wakienda zile activities zenye mimi sijaenda wanapatana na Melon, na mimi nikienda activities Melon hajaenda napatana na wanafunzi wa shule yao. So they keep confusing us, hadi walimu wetu wana confuse. Sasa kuna hadi walimu wangu waliona Melon wakakuja kuniinsistia wameniona, na mimi nilikuwa shule na shule yetu ni boarding wezi toka. So tukafunga shule, it was during April holiday. Mimi nikaenda Facebook, ilikuwa saa 4 za usiku. The same day yenye tumefunga shule, nikaona picture ya Melon, tukaendelea kuchat na Melon, nikimuuliza mbona ananifanana, pia yeye ananiuliza nataka kujua mbona namfanana. Nikamwambia wewe ni mwizi na umenibia picha zangu juu by that profile picture yetu ilikuwa the same na ilikuwa the same posing style na ilikuwa Savona at Kakamega. Hiyo ni place ya kujibamba, na sa place yenye alienda exactly ndio the same place mimi nilienda, but yeye alienda akiwa form 2 na mimi nilienda hiyo place nikiwa form 3. Sasa nikashindwa mbona avae the same dressing kuanzia juu hadi chini kama mimi, na mimi nivae the same na tuweke the same posing style, the same position na the same time. From that time nikaanza kuinvestigate yeye ni nani, na mimi hutaka kujua, nikitaka kujua kitu siwezi achana nayo, nita investigate hadi mwisho. Sasa nimekuwa nikicommunicate na Melon na nikamconvince hadi akamake kukuja kwetu, but venye tulienda Bilimbo Girls walimu wao akaanza kuniconfuse na Melon wakiniuliza so many questions, nikakuwa na doubts. Nikawaambia the only solution yenye wako wanisaidie wapige na mimi picha wapelekee Melon, kwa sababu Melon alikataa kuniletea picha yake, na hivyo niwape namba yangu ya simu wampelekee tuendelee kucommunicate. Sasa Melon amekuwa akinicall nikiwa shule hadi time yenye alicall ikaingia, na for the first time tulicommunicate from saa 4 usiku hadi 5 asubuhi bila mimi kulala na bila yeye kulala. Sharon, shikilia hapo. Sasa tunataka kujua kwa Melon, wakati mulianza kucommunicate, tunataka kujua mchakato mzima wa jinsi mulikutana. Zile harakati za kupigiana simu hadi ile hatua kwamba ikafikia kwamba mkakutana kwa mara ya kwanza. So sisi ilikuwa venye teacher alitoka Bulimbo Girls akaniletea picha ya Sharon, akuniuliza kama akuniambia story hiyo ni demu mwingine. Aliniuliza Melon unaweza kuwa unajua huyu mtu? Nikamwambia mwalimu naweza kosa aje kujijua. Akaniambia you sure huyu ni wewe? Nikamwambia ni mimi. But you uniform me sina, but huyu ni mimi. Akaniambia this is not you, this is Sharon Matias from Shikoti Girls. So nikakumbuka I've been having that name for a long. So nikamwambia mwalimu naweza mgeta aje? Mwalimu akaniambia anipe namba yake na jina yake ya Facebook. So akanipatia, nikaenda nikaangalia photos, like, nikakuja nikauliza mamangu who is this? So venye niliuliza mamangu hiyo jioni, mamangu akaniambia ni wewe. Na try kuexplainia mama yangu that is not me, but mamangu ana insist it is me. Naenda hadi kwa stage na hiyo photo, naita mabodaboda nawaambia mnanijua, wananiambia wananijua. Nataka mniambie huyu ni nani? Kila mtu anakataa huyo ni mimi. Nikiwaambia si mimi, wanakataa kabisa, wana insist ni mimi. So it was like I have to meet this Sharon. So it was a Wednesday. Ilikuwa tuna supposed kufunga shule on Thursday, but nikasikia shule za Kakamega zimeanza kufunga. So nikasema let me try kama Sharon Matias ako on, nijue who is she. So ilikuwa saa 4 ya usiku and I called, na ilikuwa miujiza juu alikuwa on. And we really talked a lot. Kuanzia saa 4 ya usiku hadi saa 11 asubuhi ndio nikaenda kulala. So ilikuwa saa 2 mamangu akakuja akaniamsha, wewe uendi shule? Nikamwambia kwani leo ni shule? Akaniambia umesahau mjafunga bado. So hiyo saa 2 nikatoka nikaenda shule. So it was like I was getting worried, ndaenda kuchapwa juu nimechelewa shule, na hiyo siku nilifika shule saa 2. But goodness, nilikutana na class teacher wangu kwa gate na nikamexplainia mbona nimechelewa shule, na akanielewa na akanalau nikaingia kwa shule. So that evening nikamwambia mwalimu I'll use any means to make sure nimekutana na Sharon. Nikakuja home on that Thursday venye tumefunga shule, nikaanza kuuliza Sharon aniambia story zake. Sasa venye niliuliza Sharon yeye ni nani na ako na miaka ngapi,
akaniambia ako na 19 years. Sasa venye aliniambia ako na 19 years, nikashtuka. Juu pia mimi hapa I have 19 years. Nikamuuliza alizaliwa wapi? Akaniambia alizaliwa Kakamega General. Venye aliniambia alizaliwa Kakamega General, nikakimbia mbio kwa duka nikauliza mamangu, which hospital was I born? Mamangu akaniambia Kakamega General. Nikamwambia this same Sharon was born in Kakamega General. Mamangu akaniambia muuliza alizaliwa mwaka gani na mwezi gani. Kumuuliza alizaliwa 1999 mwezi wa 8, of which is the same na yangu. Tuna differ with one day which is 14th. Juya nazaliwa 13th na mimi nazaliwa 15th. So nikakuja nikamuuliza aniambia amepata grade gani shule. Sasa akaniambia mimi niambie sister yangu alafu yeye atatalk through sister yangu. Sasa nikamwambia sister yangu mimi nimeget C plane, aulize Sharon ameget nini. Sasa venye aliuliza Sharon akamwambia amepata C plane, na yenye ilichekesha zaidi nimekuwa number 5 class yetu, nimekuwa number 11 overall. Na the same Sharon amekuwa number 5 shule yao na amekuwa number 11 overall. So nikashangaa huyu ni nani mwenye everything yetu ina match. Sasa nikamwambia I'll have to use any means nifike Nairobi. On that Friday nikamwambia mama yangu on Saturday I'm supposed to go to Nairobi. Mama yangu akaniambia siendi, na nikienda hata niongelesha. Nikamwambia niko ready asiniongeleshe but I must go to Nairobi. Nikaomba mama yangu transport, mama yangu akaninyima. Venye mama yangu alininyima nikamwambia unipe transport ama usinipatie transport nitafika Nairobi. Nikaanza kuomba watu pesa, nikamwambia unisaidie pesa nataka kwenda Nairobi. Nikaenda kuna kijana mwingine huko Fafaroni anaitwa Hemston, nikamwambia nisaidie pesa nataka kwenda Nairobi. At the same time Sharon akanipigia simu akaniambia mama yake ni Brown. Nikamwambia I have a twin sister mwenye ni Brown. Sharon akarequest twende wote kwao. Nikaenda nikatafuta transport yenye inatu accommodate sisi wawili na tukua na any extra money. Nikakuja nikamwambia mamangu tumepata transport but hatuna any extra money yenye inaweza kutusaidia kwa njia kama tukilemewa. Mamangu akaniambia ana pesa na najua shughuli yako nazo, anahitaji pesa nyingi. The only money yenye yako nayo anaweza tupatia ni 300. Nikamwambia kitupatia 300 nitamshukuru juu mimi must nifike Nairobi. That night nikashinda nimechat na Sharon nikamwambia I'm coming to Nairobi. Akaniambia nisimdanganye and I had to keep my promise, nenda na yeye Nairobi. Na nikienda na yeye Nairobi inafaa ni promise anarudi na mimi Fafaro. On that Saturday, ilikuwa saa 3 ya usiku, nikaenda Matunda, nikabook bus. Venye nilibook nikafika huko, tukarudi tukapack vitu zetu, nikamwambia mamangu bye, of which mamangu alikuwa anatuongelesha but nilimwambia nikirudi you will be happy and you'll want to hug me. Nikatoka nikaenda tukatravel kuanzia saa 3 na nikafika saa 8. Hiyo siku Sharon hakulala, we keep on communicating kwa phone hadi venye nilifika Nairobi. Venye nilifika Nairobi saa 8 usiku nikamwambia tumefika Kangemi. Akatuambia Kangemi ni risk, twende tushuke town alafu tutarudi Kangemi. Akaniuliza kama najua Kangemi. It was my first time kwenda Nairobi but nilidanganya Sharon najua Kangemi hadi aunti yangu huko which ilikuwa uongo. Sasa Sharon hakutukujia town, tulifika town tukauliza watu wa service hapo town kama tunaweza pata stage ya kwenda Kangemi. Wakatudirect wakatuambia stage ya Kangemi wanajua paliko na tulienda na nilishuka exactly place yenye nenda kwa kina Sharon. Nikafika hapo nikashuka nikapigia Sharon simu nikamwambia niko Nag Plaza kuja nichukue Nag Plaza twende kwao. Sharon hakuamini, sasa alikipa on kunipigia ndio akaamini niko Nairobi na akakuja. Sasa venye alifika stage kuna basi ilikuwa mbele yetu imetukinga na yako the other side na sisi tuko the other side. But mabodaboda huko akamwambia unajitafuta, cross na hiyo gari utajipata huko mbele. Akakuja mpaka huko na at the first time venye niliona Sharon nilijiona. Na nilimkimbilia nikamhug, akanihug na kutaka kuniacha. From that day up to now, kitu nafanya Sharon haizi kosa kufanya. Na venye nimekaa na Sharon tukiulizana maswali, we have a lot of similarities. It's like I want to be a teacher. Apart from being a teacher, I want to be a journalist. Apart from being a journalist, I want to be a motivational speaker, and that's the same career that Sharon has. I want to go to Egerton University, and that's the same university that Sharon wants to go to. So I wonder how comes we look alike and we have been raised to 2 different families. Pole sana. Wacha tusikize upande wa Sharon wakati mlikutana. Kwangu venye tulikutana,
sikuwa naamini kwa sababu at first before nipatane na Melon nilikuwa naonyesha mamangu picha, ananiambia mimi namsumbua. Nenda namrukia hata kama ni kwa duka, namwambia mam, huyu ni nani? Ananiambia huyu ni wewe na hutanisumbua tena. Namwambia mam, huyu si mimi. Ana insist that is you, that is you. Namwambia si mimi. Hata nikionyesha brother ananiambia that is you na hutaniambia tena si wewe. Sasa mimi nikasema kwa sababu hawaniamini, I must find way nijue Melon amekuja tukue wawili. Na at first December last year before niende Nairobi, nilikutana na baba Melon Kakamega town stage ya Kitale. Akanigwamilia, akanita mara 3 jina ya Melon. Nikamwangalia nikashangaa kwa nini ananiita. Na cause alikuwa kwa pikipiki, mimi nikajua hii ni kazi ya bodaboda, huwa wanaita mtu yote jina ili apande pikipiki yao. Akanisongea karibu sana. Akaniambia panda kuja hapo uniambie kwa nini unanikataa. Kwani mamako amekufunza tabia gani hadi unaweza nikataa? Nikamwambia mimi najua mali babangu ako Nairobi na nataka kwenda kumuona, wewe si babangu. Akainsista, akaniambia wewe ni mtoto wangu, kwa nini unanikataa mbele ya watu? Nikamwambia wewe si babangu, mimi najua babangu. Akanisongea kabisa, mimi nikamkataa nikamwambia mimi sitaki kubebwa na hata nilazimishwa kubeba. Venye niliona ametoa simu akaanza kugombana na mtu kwa simu, akasema ameniona Kakamega. Mimi nikatoroka kwa sababu nilimwona nika stranger na nikamwona ni kama anataka kuniiba. Nikamtoroka, nikaenda nikapanda gari nikaenda Nairobi. Sasa venye tulienda Nairobi nikakip kuongea na Melon hadi siku alikuja. Na venye Melon alikuja for the first time tukaanza kuconfuse mamangu tukimchezea. Naambia Melon, mimi nikiwa na mamangu junaishi mimi na mamangu na brothangu. Na brothangu ni mkubwa, haizi cheza na mamangu. Mimi hutaka kukip mamangu happy always tukiwa kwa hii nyumba. Wewe ndio kae kwa kitanda, mimi nitakaa kwa kiti kama mgeni. Rukia mamangu, ucheze na yeye, umwambie huyu ni mgeni na umemleta. Akienda mahali mfuate nyuma. Ukitaka kwenda kuoga mwambie akubebe maji akupelekee bafu. Cheza na yeye kama mimi. Melon akaanza kucheza na mamangu na mamangu hakujua for the first time acheze na mtoto wake. Yeye alijua anacheza na mtoto wake lakini kwa mimi. Tukakaa hivyo hadi wenye mama aliuliza Melon swali yenye hakuweza kujibu, ndio akajua for the hiyo time yote amekuwa akicheza, hajakuwa akicheza na mimi. Sasa ikabidi amecheza na sisi wote na akatupenda sisi wote. Na hadi venye familia ya Melon wenye wako Nairobi walikuja kutembea kwetu, mamangu aliwakaribisha na hadi akawakubalia mimi niende na Melon. At first mamangu aliagree mimi nitakuja na Melon, but venye ilifika siku ya kukaribia kukuja on Friday venye tunafaa kukuja, mamangu akakataa, akasema mimi siwezi mwacha. Nikamwambia mama, mimi unanijua vizuri, nikitaka kitu lazima nipewe. Only kama inataka pesa na najua huna pesa nitakuelewa, lakini saizi sikuitishi hata shilingi na kuitisha ruhusa yako peke yake. Lakini mam, kama utaninyima nitaenda, na hiyo si disrespect, hadi Mungu anajua sija kudisrespect na kupenda mam, lakini ukininyima ruhusa utaenda utapata nimekutoroka. Hiyo day tulitoka na Melon tukaenda tukatembea kwa soko na tukarudi saa 2. Venye mama alikuja juu hajanizoea, saa 2 nipata nginje, mama alijua nimemtoroka. Kurudi kwa nyumba nilipata mam ametoa kila kitu yangu, manguo zake na manguo zangu, vitu zangu zote, kuconfirm kama nimetoka na anything. But kitu ilikuwa na surprise ni alikuwa anaenda kila mahali anapata kila kitu yangu iko. Sasa alikuwa anashtuka, akapiga akinipigia simu, mimi sikuwa nashika. Nikampata amekaa analia, anadhania mimi nimemtoroka. But venye alituona alikuwa amekasirika, lakini bado alifurahia. Sasa sisi tukikaa tukipiga story yetu, though alikuwa amekasirika, alikuwa anakuja hapo anacheka na sisi. Nikamuuliza kwa nini ametoanisha vitu, akaniambia alikuwa anadhania nimetoroka. Saa alikuwa na confirm. Nikamwambia hata iwenda mimi na Melon tunafanana, the only thing I want to find out ni the truth. Na iwenda tukafanywa DNA nipate yeye si mamangu, siwezi mwacha kwa sababu najua yeye ni yeye alininyonyesha, ni yeye amenilea na ni yeye amenisomesha. Kwa sababu kwa maisha yangu yote mimi sijaishi na baba na sijui upendo wa baba, kwa sababu nimejua babangu nikiwa mkubwa, na hivyo hata babangu nikimjua nimeishi na mamangu sana na natambua mamangu kuliko babangu. So nilijua siwezi mwacha lolote lifanyike. Kenya tunataka kujua nijue ukweli na yeye pia ajue ukweli, kwa sababu hadi ukiangalia performance yetu saizi tumedrop kwa sababu tunaishi in wonders. Tumejua na last year but hatujui ukweli iko wapi. Kenya tunataka kujua ni ukweli, lakini mamangu mali yako akayake jo mimi nampenda na siwezi mwacha. The only thing I want to find out is the truth. Pole sana. Wacha tusikize upande wako kabla tujaenda kwa Mavis. Ilikuwaje paka mkafika hapa? Mlichukua hatua gani? Naambiwa kwamba mliweza kufika kwenye kituo cha polisi. So that day venye tulitravel kutoka kwa kina Sharon tukaenda kwa angoli yangu, anti yangu alitutuma tupanguze nyumba na tuteremke downstairs tumwage maji.
Sasa venye mimi na Sharon tulifika, tukamwaga maji, tukaweka besheni chini. Hakuna mwenye alikuwa anaongelesha mwingine, kila mtu akashika barabara yake anaenda. Pali tulijikuta kwa police station. Sijui ili happen aje, but tulijikuta wote. Na wote at once tulisema tunataka msaada ya Citizen. Askari akashtuka, akashangaa mbona tumemwongelesha at once, na venye alituona tukikuja kila mtu alikuwa kwa world yake. Mimi nilikuwa nashangaa huyu ni nani na mbona ananifanana. At the same time yeye anashangaa mbona namfanana. So tukaenda wote kwa police station na hakuna mwenye alikuwa ameambia mwingine. Sasa kufika hapo tukaongelesha polisi at the same time. Venye pia hapo watu tunachanganya mom, sometimes tumekaa tunamuuliza the same thing na hakuna mwenye ameambia mwingine. Hadi anatuweka different places but still tukirudi tutamuuliza the same thing. Sasa huyo askari akatuambia tukae chini tumuexplainie. Venye tulimuexplainia tukamwambia sisi tumekutana na venye unatuona hivi, wewe ukituona sisi ni nani? Akatuambia sisi ni identical twins, sisi ni madada na tunapendana sana. Nikamwambia Sharon is not my sister, mimi ni rafiki yake. Polisi akakataa. Nikamwambia mimi sijui Sharon ni rafiki yangu. Polisi akakataa. Tukakaa chini tukamwelezea story yetu, ndio akaenda akaita children officer wa Dandora phase 5, akamwambia kuna issue, watoto wamekuja hapa wanafanana but wana claim hao ni marafiki, wanataka kujua kwa nini wanafanana na hao si madada. Sasa venye tulikuja na children officer, aunti yangu akakuja kututoka police station but tukamwambia hatutaenda pale unless that issue will be taken seriously. Sasa tukatoka hapo, tukarudi kwa nyumba, tukakunywa chai, tukatravel na aunti yangu na marelatives walikuwa huko, tukaenda hadi kwa children's office, tukafika huko, tukakaa huko, tukaanza kuelezea story yetu. Tukakutana na chiefs wa Dandora, akasema hiyo issue inafaa itakiwe seriously na wazazi wote wanafaa wakuje. Melon, shikilia hapo alafu tutazungumza kidogo na Mavis. Wacha nimoji baba kidogo tu. Baba Richard, huko wanakuita mandefu. Na kwa kifupi tu tumesikia historia, tungependa kurejelea yale yote ambayo yamezungumzwa. Lakini kama hisia zako kama mzazi, wewe umeishi ukijua kwamba wewe ni baba wa Melon na pia Mavis, hauko unajua kwamba Sharon yuko katika dunia hii, na ukasema kwamba mliwahi kutana wakati unafanya shughuli zako za bodaboda. Kwa kifupi tu kabla nizungumze na Mavis. Mimi nilikuwa Kakamega Town, ilikuwa mwendo wa 2:30 asubuhi. Nilikuwa naenda kunywa chai Kitaleini Hotel. Na nilipofika mahali pale kuangalia chini, nikaona mtoto yangu anateremka chini. Nikasema, mtoto leo ametoka Kitale saa ngapi mwenye amefika hapa saa hii? Sasa ikabidi nipite hoteli nianze kufuata mtoto. Na nilipoteremka polepole kufikia karibu mtoto mahali kuikishato zinasimama anga hapo. Mtoto alikuwa amefika hapo, nikaita jina ya mwingine Dayo. Nyumbani tunamuita Dayo. Nikaita Dayo. Dayo, mtoto ananiangalia tu. Nikaita Dayo, nikamwambia mimi baba yako nakuita, hata wewe siku yako mwendo nakuita. Mtoto akasema wewe baba ya nani? Mimi sikujui. Nikamuita tena, akasema mimi baba yako unaweza nikataaje? Vile alikataa, ikabidi niwache wateremke na mimi nitoe simu kwa mfuko nipigie mama yao. Kupigia mama yao nikamuuliza swali moja tu, Dayo yako wapi? Akaniambia Dayo ameenda Eldoret kwa mkutano ya kanisa. Nikamwambia uko hakika? Akaniambia niko hakika, nimepea bibi ya mchungaji ameenda mkutano. Nikamwambia hapana, acha kunidanganya. Dayo ndio hapa Kakamega na ako na kijana mwingine ananiambia mimi si baba yake. Mama yake naye akachemka. Akaniambia uwezi niambia Dayo yako Kakamega na Dayo yako Eldoret. Sasa mimi nikashindwa, tukaanza kugombana kwa simu. Unajua mimi tembe yangu ikipanda juu, nikazima simu na nikafuta namba yake kwa simu yangu. Sasa nikaendelea tu shughuli zangu. Nikaenda mbele kidogo maana baba yangu mdogo ako hapo town stage tu, nikaenda kumtafuta. Kaenda kumwambia, mzee, nimeona maajabu. Mtoto wako hapa najaribu kumuongelesha, amekataa mimi si baba yake. Tuende pia wewe ushuhudie, kitu isifanyike waseme tu ni mimi nimefanya pasipo ushuhuda wako. Shikilia baba, tutajua baada ya hapo ilikuwaje. Lakini kuna mtu wa maana ambaye vile vile ningependa kumhusisha na ni Mavis Imbaya. Huyu ni mmoja wapo wa dada ambaye ameishi kwa muda mrefu na Melon. Kwa hiyo Mavis, labda wakati umeishi na Melon muda wote, je, ulijua kwamba siku moja itakuja kwamba mjue kwamba kuna kitendawili ambacho kinazingira udada wenu? Okay. Vile amesema mimi naitwa Mavis. Nimesomea Kimoson since form 1 up to now I'm in form 4. Nimesoma na Melon kuanzia form 1 hadi form 2, then aka transfer. The moment mimi nilitoka shule this
this holiday. Then nikafika kwa hao, Melon akaniambia, Mavis, unajua huyu dem? Nikasema kwani wewe unajua mimi sikujui? Nikasema Melon, hebu acha matani, huyu si ni wewe? Melon akaniambia hapana, hebu muangalie vizuri. For sure mimi kuangalia huyu dem vizuri, alikuwa na nguo zenye Melon huwa hana. Nikasema hapana, na hizi clothes kwani ziko wapi? Melon akaniambia huyu sio mimi for real, huyu ni demu ambaye ako Nairobi. Nikasema hapana Melon, wewe hebu niambie ukweli, huyu ni nani? Melon akaniambia huyu ni demu ambaye anaitwa Sharon na ako Nairobi. Nikasema Melon, then akaniambia mama yake pia ni brown na amesema even anataka amit na wewe then twende ukule Nairobi pia mamake anione. Lakini for real mimi napenda Melon sana, even my mom. Hata DNA kikuja kupatikana kuwa mimi sio wa mamangu pale, mimi nitampenda tu. Na pia nitapenda mama ya Sharon kule Nairobi. Je, wakati mmeishi pamoja hivi, wakati mmekutana sasa watoto watatu, hisia zipi ambazo zimekuwa zikinini? Je, umejisumbua kimawazo kwamba labda umeishi kwenye familia ambayo hauko unaijua? Yeah, by the for real, the truth is, imenisumbua tu kiasi, but si sana, cause nimekuwa nikisema, cause I'm the only brown girl in this family, but my mom huwa ananiambia kila wakati, Mavis usijali, hata pia mimi vile nilikuanga mdogo, nilikuanga tu brown kama wewe. Then mimi nikamwambia mamangu, kwani unataka kusema pia mimi nikikuwa mama nitakuja nikuwe mweusi kama wewe? Mamangu akaniambia ati hapana, hiyo tu ndio maisha. Sasa mamangu tu akanilanga tu kunisisa akiniambia usijali, wewe ndio mtoto wangu ambaye nampenda sana. Lakini sasa the moment nilikutana na Sharon, nilihisi nimegot the real sister ambayo nawapenda sana wote. Hata nikiwa nao pamoja I feel like yani niko in peace sana nao pamoja. Umefika mahali ukajisumbua kwamba ukaona kwamba hatufanani sisi pacha tatu? Yeah, by the way ilifika mahali nikaanza kujisumbua cause mimi ni brown, hata nguo zangu zote ambao mamangu alikuwa ananunulia na Melon ambazo zinafanana, nikaamua sasa niache Sharon avae ili sasa wafanane sana na Melon. Sasa mimi zile nguo za Sharon ambazo alikuwa anaziva, then akanipatia mimi sasa huwa anaziva, then zile nguo zangu nikapatia Sharon huwa anaziva kila siku. Shikilia hapo alafu nitamoji mama kidogo. Mzee, ulisema kwamba tayari blood group isha bainika kwamba wote mko ile sampuli ya damu ni O positive. Kila mtu amepimwa kivyake, mimi nilipimwa kivyangu, watoto wamepimwa kivyao, lakini result ni hiyo moja, O positive. Kwa hiyo hadi kufikia sasa ni yapi umebaini? Maana ulifika sehemu ukasema pia Mavis anafanana na sijui kwa babako ama ni mamako. Kusema ukweli hakika Mavis anafanana shangazi yangu ambaye saizi ni marehemu, alikuwa anakaa pale Eastleigh Nairobi, na kazi yake alikuwa na connect wasichana wa Afrika kwa wazungu. Na alikuwa msichana wa bidii, alikuwa msichana amejitokeza, alikuwa msichana wa furaha. Na ukiangalia hakika wale wanajua huyo msichana alikuwa anaitwa Francisca, alikuwa anakaa pale Eastleigh. Wale walimuona wakiangalia na Mavis ni sawa. Na kama ni uongo, hata mkiangalia leo gazeti ya Standard mtaona picha ya mama Sharon pale, mkikombea na mtoto yangu huyu Melon wako tofauti kabisa. Haya, shikilia hapo. Waswahili wanasema kwamba mwana akibebwa utazama kisogo cha nina, na nina ni mama na mama yuko hapa. Mama, kidogo tumesikia yale ambayo yamezungumzwa. Zungumza hisia zako tukusikie. Mimi nikiwa mjamzito, kwa majina ni Rosemary Kavereri Onyango. Nikiwa mjamzito nilienda kwa mama mkunga akanishughulikia, akawa ananipima, lakini kufika miezi 6 aliniambia ni kama anaona watoto kama wanaweza kuwa 3 ama 2, lakini hatukuwa na uhakika. Sasa ile uhakika ilikuwa nijifungue kwanza ndio nijue. Wakati nilitoka hapa nikaenda Kakamega General, nilifika kama nimeshindwa kupumua, mapua ilikuwa imefungana na masikio. Nikafika kwa daktari, nikaambia daktari nataka mnisaidie dawa ya kupumua, lakini daktari aliniambia hapa hatuna dawa ya kupumua. Tunapima watoto kweli tunaona wanaweza kuwa 2 ama labda 3, tulikuwa wanapatisha. Lakini wakati wakaniambia tutakupeleka operation, tutoe watoto waende ward, alafu mwenyewe watoto waende nursery na mwenyewe uende ward. Wakati waliniambia hivyo mimi nikakubali, wakaniambia niko na nani nje aniwekee sign. Niko na mzee, nikaambia sina mzee huko nje, mzee amepaki mbali. Mimi mwenyewe nitajiwekea sign kwa sababu kama ni kujifungua ni mimi mwenyewe nitajifungua, na kama ni kukufa ni mimi mwenyewe nitakufa. Kwa hivyo acha nijiwekee tu mwenyewe sign, nikajiwekea sign, nikaenda operation.
wakati nilienda operation nikafanywa na watoto wakatolewa wakapelekwa nursery, na mimi mwenyewe nikapaki nikipigana na Mungu wangu nitoke kwa dawa, na nikatoka kama ninaimba hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe. Na nasi akatokea akaniambia, ai Rosemary, umefurahi sana. Nikamwambia nimefurahi naimba. Hata sikujua naimba kwa sababu gani. Rosemary, umefurahi? Nikamwambia nimefurahi. Akaniambia umefurahi kwa sababu umezaa watoto wawili. Nikamwambia watoto wawili? Nikamwambia si watatu. Akaniambia ni wawili. Nikamwambia nimefurahi. Na ni watoto wa gani? Akaniambia watoto wasichana. Nikamwambia nimefurahi sana kwa sababu nimefatanisha watoto vijana watatu na sasa nimeongeza hao wasichana wawili. Sasa nimefurahi nimepata wasichana wawili, nilikuwa nimetamani mtoto msichana sana. Na hapo nikauliza nikamwambia sasa watoto wangu wenyewe wako wapi? Akaniambia watoto wako nursery na mimi mwenyewe ninapelekwa kwa ward, watoto wakae nursery nitapewa. Wakati nilienda ward nilikaa siku 2 nikaletewa mtoto wa kwanza. Wakaniambia mtoto wa pili ni mgonjwa, nitakana apate shindani 21 days na atakaa huko wiki 3. Mimi nikaridhika na huyu, nikakaa naye, nikaendelea kukaa na huyu. Sasa nikawa naenda nursery kukamua maziwa nikikunyisha ule ama wanafinyia kwa syringe wanampea kama ameshindwa kukunywa, na kama anaweza kukunywa na kunywisha, wakiona amekataa wanafinyia kwa syringe, wanafinya ile hali iende tu kwa tumbo atakuwa amepata chakula. Sasa narudi tena kwa ward naendelea kumongoja, nikamongoja wiki 3 ikaisha, wakaniletea ward wakaniambia nijaribu kukaa naye nione kama ataendelea, waone kama ataendelea vizuri ndani ya ward. Akiendelea vizuri nitafute niende nyumbani. Nikafutwa wakati wiki moja iliisha, nikaenda nyumbani na mimi nikatoka nikiwa na watoto wangu wawili, nikaridhika na maisha. Nikajua watoto wangu walikuwa wawili, mimi sikujua kama niko na mtoto mwingine kando Sharon. Lakini siku moja babaka alinipigia simu akiniambia Rosemary, wewe umeacha watoto mtoto anatangatanga hapa kwa soko. Niliambia mimi sijaacha mtoto atangatange. Mtoto nimempatiana mama wa kanisa ameenda naye mkutano kwa sababu hata naye ndio anafundisha Sunday. Kwa hivyo nimesanya mpaka na hao wadogo wote kwa sababu huyu mdogo anahitaji usaidizi na ni mdogo nitakana aogeshwe, afalishwe. Kwa hivyo huyu ndio mkubwa mwenye ameenda, hawezi waacha huyu akahangaika. Amekaa huko alinde huyu na tena afundishe watoto. Niko na uhakika. Mzee akaniambia, "Sioni wewe mtoto wangu mimi mwenyewe nimemsaa Melon na nimemuona hapa town na wewe unaniambia hako huko." Nikampatia mtoto simu, nikapigia mtoto nikamwambia chukua simu pigie babako muongee na yeye. Akapigia babake akanipigia akaniambia, "Huyo mtoto si Melon. Anaongea sauti kama ya Melon lakini mimi nimeona Melon." Hapo nikakuwa niko na hofu sana na mzee wangu, naona kama anatuchochea bure na sisi hata tuna makosa, tuna shida yenye iko huko. Labda mzee, kwa kufikia sasa, wewe hisia zako kama mama lazima utajua kwamba huyu ni mwanangu, huyu si mwanangu. Hisia zako zimekuelekeza vipi? Na unahisi kwamba palikuwepo na makosa kwenye hospitali kipindi kile? Kunaweza kuwa na makosa kwa sababu mimi nikijiangalia mimi ni innocent person, nilikuwa nimekufa. Kwa sababu nikifanyia operation nikitoa watoto siwezi kujua kama walitoa hao watoto watatu, wakaweka wodi mabadiliki ikakuwa pale, siwezi nikajua. Kwa sababu wakati tulianza kuwasiliana na Mama Sharon kama hii mambo imefanyika, Mama Sharon aliniambia yeye pia alizaa mtoto na miezi 7 akapeleka nursery. Na mimi huyu wangu alilala siku 2 nikapewa, na huyu mwingine akapaki ndani alale wiki 3. Sasa kwa hiyo wiki 3 wa mama tunaamkanga tunaenda kunyonyesha watoto. Mama Sharon aliniambia wakati wa mama naamkanga saa 10 ya usiku, kuna uwezekano labda mama aliamka usiku akaenda akanyonyesha watoto na akabadilisha mtoto wangu akapeleka kwa sanduku yake. Haelewi kulienda aje. Na ninajiuliza swali, kama alibadilisha mtoto wake akaweka kwa sanduku yake na wake naye akawekwa wapi? Na ninakuja kujipata niko na huyu mtoto brown. Tunakuja tunasema ama labda alibadilisha akachukua mtoto brown akaweka kwa sababu watoto walikuwa wagonjwa. Labda aliona huyu anapumua zaidi, anaweza kuwa anataka kwenda kwa baba. Akaona waje nichukue huyu nirudishe huku kwa sababu anapumua zaidi, na nichukue kenye kanaangalia yako vizuri nirudishe huku ili mimi niende na mtoto nyumbani, na huyu naye labda kama atakufa mama yake aenda na maiti nyumbani. Sielewi kama kulikuwa hivi kwa sababu hapo ukiangalia hata tumeshindwa, tumechanganyikiwa, tunawasa hata tunalia. Kwa hiyo wewe umekutana na hawa watoto watatu hivi sasa, hivi majuzi waliweza kuja kutoka Nairobi. Wakati walifika hapa na wakati mnakaa pamoja, wakati uligundua kwamba pana mtoto nje, pana mtoto mwingine nje, hisia zako zilikuwa zipi? Huyu mtoto wakati aliingia hata mimi mwenyewe nilishindwa kuchukua wangu na huyo, kwa sababu nikikutana naye nikitaka hata nilikuwa natoroka. Nilikuwa naona hivi naangalia nje ya gate naanza kutoroka nikirudi ndani. Lakini nikakasa tena nikarudi hata mpaka matumbo ikaenda, nikatetemeka mwili yote, nikakuja nikashika hao watoto. Lakini nikasema kama watu ufanana ni sawa, kwa sababu hata sisi tulitoka kwa mtu mmoja. Na kama watu ufanani ni sawa, lakini huwa naambia msichana wangu mweupe huyu akiangalia hizi na hizi za macho yangu naona ziko tu sawa na yeye. Nikamwambia wewe usikuwe na shaka, wewe ni mtoto wangu, na nikaona hao watoto ni kama tu ni wangu wote. Lakini sasa
sasa nashindwa kama ni wangu wote na mama Sharon naye alienda wapi? Ndio tulitaka kuomba hospitali ya Kakamega watuambie kulienda aje. Na kama huyu ni mtoto wa mama Sharon nao walifanya aje? Kwa sababu mtoto akisaliwa na onanga madaktari wanafuatilia sana, wanaweka jina ya mama na wanakuhamisha kwa mkono. Hiyo kiraka kutoka kwa mkono hata uwezi toka kwa siku moja. Unaoshanga polepole hata inaweza toka baada ya miezi 3 hata 6 kwa sababu imekuhamisha kabisa. Mama akitoka kwa dawa ama mama apate fahamu akiangalia mtoto wake ama atolewe kwa wodi akiletewa kama alijifungua mapema, lazima atafuatilia hiyo tu jina, kiangalia kwa mkono ataona jina yake. Na jina yake ndio sasa mtoto baadaye ndio ataweka mtoto wake sasa kwa birth certificate jina ya mtoto wake. Kwa hiyo unasema hata endapo kipimo cha DNA kitatoka, wewe uko radhi kukaa na watoto wote? Mimi hata kama DNA itatoka waseme watoto wote ni wangu, niko tayari kuwakaribisha. Na ikitoka waseme Sharon si wangu, ni ile watu ufanana, mimi pia nitawakaribisha tu watembee kwa pamoja kwa sababu wamefanana na Melon. Sioni kama watawachana na Melon kwa sababu wamefanana. Ile tu wakae na amani, ni ile watakaa pamoja. Pia kama Melon atakuwa ni wa huyo mama, pia nitakubaliana naye. Melon atakaa kwa huyo mama, tena Melon pata atakuwa tu mtoto wangu hapa. Kwa hivyo hao watoto wote watakuwa tu wetu sisi wote kama wazazi wote upande zote mbili. Aya, wacha nimsikie Sharon kidogo hapa. Sharon, anataka utuambie safari yako kutoka Nairobi. Najua kwamba labda hii ni mara ya kwanza wewe kuja katika kijiji hichi cha Fafaro. Mumeweza aje kuishi pamoja na ile dhana kwamba mumetengana kwa miaka 19 na hivi sasa mumeweza kukutana? Kwangu mara ya kwanza venye nilikuwa nimetoka Nairobi na kina Melon na Mavis kukuja Fafaro, tulikuja na tulikuwa kwa basi ya Climax. Tulipofika hapo Climax, nikaona kuna watu wengi wamejaa hapo nje. Melon akaniambia hii inaweza kuwa ni mama yetu ametuandalia sherehe, kwa hivyo mimi nataka tuchanganye watu. Wewe ukuje ukue mbele na mimi nikue nyuma na Mavis akue katikati yetu, tuone kama watu watachagua who is who. Tukaagree hivyo, mimi nikatokea wa kwanza. Sasa venye nilikuja kuna watu walikuwa wana choose the right person, wengine wana choose. Kuna wanasema mimi ni Dayo, wanasema Dayo ni mgeni. Wengine wanasema mimi ni mgeni, Dayo ni Dayo. Sasa kutokea hivi kwa gari, even before to step down, for the first time mimi sikukanyaga kwa mchanga huku juu. Nilikuwa wa kwanza kutokea na before nifikishe mguu yangu chini nikainuliwa nikawekwa juu. Sasa tulikuwa tunatembelea like kwa vichwa za watu juu, watu walikuwa wengi, tulikuwa tunakanyaga chini hadi kukafika huku. Sasa nikakaribishwa hivyo, but venye tumekaa na Mavis na Melon mimi naona tumeishi vizuri. Iwenda DNA itafanywa ipate sisi ni sisters, tumeshajitrain venye tunaishi juu hadi venye tumeishi hapa na venye tumeishi kwetu tulikuwa tunagawana kazi. Kama mimi na Melon tutaosha vyombo, Mavis ataosha nyumba, na tukiwa huku kama mimi na Melon tunafua, Mavis anaosha vyombo. Sasa sisi tunagawana kazi, na pia the same love mimi nimepea mama yao ndio the same love walipea mamangu wakiwa na wao. So mimi naona tuko tu sawa. Iwenda tutafanywa DNA tupate sisi wote ni madada, tutataka kukaa na wazazi wawili kwa sababu mimi sitataka kuachana na mamangu ambaye amenilea, na pia najua Mavis hatataka kuachana na mamake ambaye amemlea. Sasa kabla sijazungumza na Melon, hiyo miaka 19 ambayo hamjakuwa kwa pamoja, je, endapo pata bainika kwamba labda nyinyi wawili ni madada alafu Mavis labda si dada yenu, ama itabainika kwamba nyinyi wote ni madada, je, mnahisi kwamba mungefidiwa kwa sababu ya kutengana kwa muda wote? Kwa sababu mimi naona tukipatikana sisi ni madada, kwa hivyo Melon atataka kukaa na mimi na bado atataka kukaa na Mavis. Na iwenda mamangu ataambiwa Mavis ni mtoto wake, pia yeye atataka kukaa na mtoto wake. Na hata hivyo mimi sitataka kumwacha kwa sababu yeye ni mzazi wangu amenilea. Kwa hivyo mimi naona iwenda tutapatikana sisi ni ma sisters, government ishughulike venye itatusaidia tuweze kukaa pamoja. Juu mamangu akiambiwa atoke Nairobi akuja akae Fafaro hata kubali, kwa sababu hakuna mwanamke ambaye anaweza kubali kulishwa na mwanamke mwenzake. Kila mtu atataka akue na kazi yake ya kujitegemea, lakini kwetu mimi Melon na Mavis neno letu ni moja, tunataka kukaa pamoja. Asante, wacha tuzungumze na Melon. Melon, tayari mumekaa hapa kama takriban siku 3 hivi, siku 4 ama tutasema inakaribia wiki, na kwenye hayo naona kwamba pana mazoea, kuna vitu ambavyo mnafanya pamoja. Je, kwa kufikia sasa endapo ile DNA itatoka, mustakabali wenu utakuwa ni upi? Mimi kama DNA itatoka na ipatikane kwamba Mavis si dada yangu, siwezi taka kumwacha. Juu ni yeye nimekaa na yeye, ni yeye amenifundisha vitu nyingi ambao wasichana wanafaa kujua. Juu most of the time mamangu ako busy kwa duka, sina mtu wa kumwongelesha. Hadi nikikuwa na shida zangu wanaambia Mavis.
Nikitaka kitu chochote, juu mamangu anapenda Mavis sana. Ni Mavis huwa namwambia ninataka kitu fulani, anaenda kwa mama yangu anapewa, ananiletea. Na Mavis akitaka kitu kwa baba yangu, ni mimi huenda kwa baba yangu namwambia ninataka kitu fulani, ananipea, napelekea Mavis. So your love, nimekaa na Mavis for 19 years. Ni 19 years. Yeye si mtu mwenye nafaa kusema ni rafiki yangu. Yeye ni dada yangu. Hata results iweje, mimi Mavis ni dada yangu na atabaki kuwa dada yangu. Na tena results ikitokea kwamba Sharon ni dada yangu. For 19 years we have been separated. Na hii wiki mbili ambayo nimekaa na Sharon, I feel she's the one. So kama results itatokea kwa Sharon ni dada yangu, tena serikali nataka mkae mkijua. I don't want to lose the two. I want to be with both. So serikali jua venye tatusaidia, familia zote mbili zipatane, tukae pamoja. Juu sisi tukisema tulete familia kina Sharon, hatutaweza, juu hatutatoshea kwa nyumba yetu. Na sisi tukisema tutoke hapa tuende Nairobi kwa kina Sharon, hatutaweza, juu maisha ya Nairobi ni expensive sana. Je, una ujumbe wote kwa hospitali ile ya Kakamega? Kwanza before nipene habari yoyote kwa Kakamega General, nataka iende wazazi. Especially wazazi wa kiume. Endapo wake wenyu watakuwa na mimba, tafadhali msiwache wakaenda pekee hospitali. Kwa sababu mkikuwa hapo na wao, watoto hawezi potea. Kama babangu angeenda na mama yangu, angeweza kujua watoto wake wako wapi, kwa sababu angeweza kutunza watoto kama mamangu bado ako kwa dawa. Sasa wazazi wote tafadhali nawaomba, wake wenyu wakiwa na mimba, mweze kuwachunga watoto wenyu. Hata kama uko na shughuli kiasi gani, tafuta means yoyote ama utafute mtu wa ukoo ambaye atakukalia na mke wako ili msiweze kupoteza watoto wenu. Na kama daktari wa Kakamega General, mungekuwa careful, hiyo taingetokea. Mungekuwa careful, hatungeraiziwa two different families. Sasa mnapochukua watoto before mweke kwa incubator, mungejua jinsi gani mnaweza tofautisha. Ama kama ni hivyo, watoto wenye wamezaliwa the same time, jumi believe watoto wote wakiwa wadogo ufanana. Mungejua venye mnaweka watoto wa Rose kando na watoto wa Angeline kando. Amungechanganya watoto pamoja, hii mchanganyo yote itokee. Pole sana. Wacha tumalize mzee. Umesikia mtoto wako anavyosema kwamba hisia zimemtoka kwa kweli, ana jazba, na anasema kwamba endapo wazazi wa kiume wangejukumika labda haya mambo yangetokea. Unajuta kwamba haukuepo kusimama na mke wako wakati anajifungua? Sijuti, maana kwa hospitali ya matana tawaruhusu wanaume. Hata ukienda utabaki pale kwa varanda wakwambie hii ni sehemu ya wamama, wao waruhusu wanaume ndani. Kwa hivyo mimi nimeshangaa vile haya mambo yametokea, na tena mimi na mama ya Sharon tunatoka karibu area moja. Na ukiangalia baba ya Sharon na mke wangu wanatoka tena karibu sehemu moja. Sasa nashangaa hii maneno kwa nini imefanyika hivi. Aya, wacha tumalize na mama. Kakamega Hospital hii shida imetupata kwa sababu ya sisi kujifungulia pale. Okay, mama shikilia kidogo. Of course we are wrapping Morning Express and we'll continue with this discussion in the news center coming shortly. It's indeed stranger than fiction, right? Well, it is definitely a very emotional exercise and experience for them. Although the thing is, some are asking, why wouldn't it be a happy experience? A happy, it's fine, you've been separated for 19 years, but why wouldn't you it be are happy? now Well, together. I guess tears don't necessarily stand for sadness. Maybe it's just an emotional and overwhelming. And remember, they are teenagers, so it's typical for them to be emotional. And there's that twin connection. Some people call it twin tuition, that just makes you feel that you've missed out on so much. 20 years is a long time. Time so to catch I guess, up. Yeah.